Sakramenti. Tunapata neema ya Mungu namna gani? Tunapata neema ya Mungu kwa imani na kwa njia ya sakramenti na sala. Sakramenti ni nini? Sakramenti ni alama iliyo wazi. Ni alama wazi iliyowekwa na Yesu Kristo ili kutuletea neema ya wokovu. Yesu ameweka sakramenti ngapi? Yesu ameweka sakramenti 7. Ndiyo hizi: ubatizo, kipaimara, ekaristi takatifu, kitubio, mpako mtakatifu, daraja takatifu na ndoa. Tupokee sakramenti namna gani? Tupokee sakramenti katika hali ya moyo safi, ibada na uchaji. Sakramenti zipi hutolewa mara moja tu? Sakramenti zinazotolewa mara moja tu ni ubatizo, kipaimara na daraja takatifu. Kwa sababu gani sakramenti hizo 3 zinatolewa mara moja tu? Sakramenti hizo zinatolewa mara moja tu kwa sababu zinatia alama isiyofutika rohoni mwetu. Kuna aina ngapi za sakramenti? Kuna aina 2 za sakramenti: sakramenti za wafu na sakramenti za wazima. Sakramenti za wafu ndizo ubatizo, kitubio na mpako wa wagonjwa. Sakramenti za wazima ndizo kipaimara, ekaristi takatifu, daraja takatifu na ndoa. Sakramenti gani ni kwa ajili ya kumuingiza mtu katika Ukristo? Sakramenti zinazomuingiza mtu katika Ukristo ni ubatizo, kipaimara na ekaristi takatifu. Sakramenti gani ni kwa ajili ya kuponya? Sakramenti zinazoponya ni kitubio au upatanisho na mpako mtakatifu wa wagonjwa. Sakramenti gani ni kwa ajili ya huduma kwa jamii ya kanisa? Sakramenti zilizowekwa kwa ajili ya huduma kwa jamii ya kanisa ni daraja takatifu na ndoa. Sakramenti ya ubatizo. Ubatizo ni nini? Ubatizo ni sakramenti inayotuwezesha kuzaliwa mara ya pili kwa maji na Roho Mtakatifu. Ni mlango au kiingilio kwa sakramenti nyingine zote na ni ufunguo wa uzima wa milele. Tunalazima kubatizwa kwa sababu gani? Tunalazima kubatizwa kwa sababu bila ubatizo mtu hawezi kushiriki wokovu ndani ya kanisa na kufika mbinguni. Sakramenti ya ubatizo yatuletea nini? Sakramenti ya ubatizo yatuletea maondoleo ya aka. Maondoleo ya dhambi zote na binafsi na adhabu zake. Sakramenti ya ubatizo yatuletea maondoleo ya dhambi ya asili. 2. Maondoleo ya dhambi zote za binafsi na adhabu zake. 3. Neema ya utakaso kwa mara ya kwanza. 4. Yatufanya watoto wa Mungu na wa kanisa na walisi wa mbingu. 5. Yatutia alama isiyofutika. Nani anaweza kubatiza? Mwenye mamlaka ya kubatiza kwa kawaida ni yule mwenye daraja takatifu, lakini katika hali ya kufa kila mtu anayejua kubatiza anaweza kubatiza. Anayebatizwa yampasa nini? Anayebatizwa yampasa kumkataa shetani na mambo yake yote na amfuate Yesu Kristo kiaminifu ndani ya kanisa. 2. Kuahidi kushika dini Katoliki mpaka kufa. Kujua na kusaidia mafundisho makuu yote ya dini. 4. Kutaka yeye mwenyewe kubatizwa. Utambatizaje mtu katika hali ya kufa? Nitammiminia maji kichwani nikisema jina. Ninakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kuna namna ngapi za ubatizo? Kuna namna 3 za ubatizo. Ubatizo wa maji, yani ubatizo wa toba ndio sakramenti. 2. Ubatizo wa tamaa pamoja na majuto kamili, yani ubatizo wa rohoni. 3. Ubatizo wa damu, yani kifo cha ushahidi. Msimamizi wa ubatizo ana wajibu gani? Msimamizi wa ubatizo ana wajibu hizi: 1. Kutoa mfano mzuri wa maisha ya Kikristo. 2. Kumuongoza mbatizwa katika maisha ya Ukristo. 3. Kumwombea mbatizwa.
Alama wazi ya sakramenti ya ubatizo ni nini? Alama wazi ya sakramenti ya ubatizo ni kumwagiwa maji kichwani na kutamka maneno: ninakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sakramenti ya kipaimara. Kipaimara ni nini? Kipaimara ni sakramenti inayotuletea Roho Mtakatifu na mapaji yake ili kutufanya Wakristo imara na askari hodari wa Yesu Kristo, hata tuweze kushuhudia imani yetu kwa maneno na matendo. Sakramenti ya kipaimara inaadhimishwa namna gani? Sakramenti ya kipaimara inaadhimishwa, askofu anamwekea mikono Mkristo na kumpaka krisma takatifu kwenye paji la uso akisema jina: pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Muimarishwa anajibu amina. Nani atoa sakramenti ya kipaimara? Askofu anatoa sakramenti ya kipaimara, au anaweza kumteua na kumtuma padri kutoa sakramenti ya kipaimara. Katika hatari ya kufa, kila padri anaweza kutoa sakramenti ya kipaimara. Anayepokea sakramenti ya kipaimara awe katika hali gani? Anayepokea sakramenti ya kipaimara awe na hali ya neema ya utakaso na ajue mafundisho makuu ya dini, hasa yale yanayohusu sakramenti ya kipaimara. Sakramenti ya kipaimara yatuletea nini? Sakramenti ya kipaimara yatuongoza neema ya utakaso na vipaji vya Roho Mtakatifu. 2. Yatuzidishia fadhila za kimungu na kuziimarisha. 3. Yatutia alama isiyofutika. Taja vipaji vya Roho Mtakatifu. Vipaji 7 vya Roho Mtakatifu ni hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada, uchaji wa Mungu. Nani anaweza kuwa msimamizi wa kipaimara? Kila Mkristo mwenye umri wa miaka 18 au zaidi, ambaye yeye mwenyewe amekwisha kupokea sakramenti ya kipaimara na hana kizuizi chochote, anaweza kuwa msimamizi wa kipaimara. Msimamizi wa kipaimara ana wajibu gani? Msimamizi wa kipaimara ana wajibu hizi: kumfundisha mtoto wake mwenendo wa Kikristo, kumwombea, kuwa mfano mzuri wa maisha ya Kikristo na kutoa ushauri wake. Alama wazi ya sakramenti ya kipaimara ni nini? Alama wazi ya sakramenti ya kipaimara ni askofu kumwekea Mkristo mikono na kumpaka krisma takatifu na kusema maneno: pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu, pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu ni nini? Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya mwili na damu ya Yesu Kristo, Mungu katika maumbo ya mkate na divai. Sakramenti ya Ekaristi Takatifu iliwekwa lini? Sakramenti ya Ekaristi Takatifu iliweka siku ya Alhamisi Kuu jioni. Namna gani Yesu aliweka Ekaristi Takatifu? Katika karamu ya mwisho, Yesu alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: toaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula akatoa kikombe cha divai, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: toaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Yesu aliwapa mitume uwezo gani aliposema fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi? Yesu aliposema fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi, aliwafanya mitume na waandamizi wao kuwa mapadri wa agano jipya na kuwapa uwezo wa kugeuza mkate kuwa mwili wake na divai kuwa damu yake.
Mapadri wanautumia uwezo huo lini? Mapadri wanautumia uwezo huo wanapoadhimisha misa takatifu. Misa takatifu ni nini? Misa takatifu ni sadaka ya kweli ya Agano Jipya ambamo Yesu Kristo kwa mikono ya padri amtolea Mungu Baba mwili na damu yake katika umbo la mkate na divai kama aliyojitolea mwenyewe juu ya msalaba. Sadaka ni nini? Sadaka ni kipaji tunachomtolea Mungu kwa sababu tunakiri kuwa yeye ni asili na kikomo chetu. Misa takatifu ina sehemu kuu ngapi? Misa takatifu ina sehemu kuu 2. 1, liturujia ya neno. 2, liturujia ya Ekaristi takatifu. Yesu aliweka misa takatifu kwa kusudi gani? Yesu aliweka misa takatifu kusudi: 1, amtolee Mungu Baba sadaka bora siku zote. 2, atujalie mastahili yake msalabani. 3, azihirishe roho zetu kwa neema za sadaka hiyo. Sadaka ya misa takatifu inatolewa kwa nani? Misa takatifu inatolewa kwa Mungu Baba Mwenyezi. Sadaka ya misa takatifu yatolewa kwa nia gani? Sadaka ya misa takatifu yatolewa kwa nia ya kumwabudu Mungu, kumshukuru, kujipatanisha naye na kumwomba. Sadaka ya misa takatifu yatolewa kwa ajili ya nani? Sadaka ya misa takatifu yatolewa kwa ajili ya kanisa zima, yaani kwa ajili ya watu wote wazima na wafu. Katika misa takatifu waumini humtolea Mungu Baba nini? Katika misa takatifu waumini humtolea Mungu Baba mwili na damu ya Yesu. Mkristo awe katika hali gani kabla ya kupokea Ekaristi takatifu? Kabla ya kupokea Ekaristi takatifu, Mkristo awe katika hali hizi: awe na neema ya utakaso, yaani asiwe na dhambi ya mauti. Awe na imani, ibada na kumtamani Yesu. 3, aache chakula saa 1 kabla ya kupokea Ekaristi takatifu. 4, awe safi mwilini. Baada ya kumpokea Yesu tufanye nini? Baada ya kumpokea Yesu: 1, tumwabudu kwa kuwa ni Mungu wetu. 2, tumshukuru kwa kuwa ni mkombozi wetu. 3, tumombe kwa kuwa ni mwenyezi. Komunyo takatifu hutuletea namna gani? Neema gani? Komunyo takatifu hutuletea neema hizi: hulinda na kuongeza neema ya utakaso iliyo uzima wa roho zetu. 2, hutuondolea dhambi ndogo na kupunguza hatari ya kutenda dhambi kubwa. 3, hututia bidii na nguvu ya kutenda mema kwa kutuongezea imani, matumaini na mapendo. 4, huleta umoja katika kanisa, sio sisi na Kristo tu, bali hata sisi kwa sisi. Alama wazi ya sakramenti ya Ekaristi takatifu ni nini? Alama wazi ya sakramenti ya Ekaristi takatifu ni maumbe ya mkate na divai na maneno ya mageuza ya Yesu mwenyewe yakitamkwa na padri. Sakramenti ya kitubio, yani upatanisho. Kitubio au upatanisho ni nini? Kitubio au upatanisho ni sakramenti ya kuondolea dhambi tulizotenda baada ya ubatizo. Yesu aliweka sakramenti ya kitubio lini na kwa maneno gani? Yesu aliweka sakramenti ya kitubio baada ya kufufuka kwake na kwa maneno haya: pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Sakramenti ya kitubio yatufanyizia nini? Sakramenti ya kitubio yatufanyizia yafuatayo: yatuondolea dhambi zetu na adhabu ya milele. 2, yatakatifuza roho zetu. 3, yatuthibitisha kutenda mema. Yesu aliwapa nani uwezo wa kuondolea dhambi? Yesu aliwapa mitume na waandamizi wao uwezo wa kuondolea dhambi. Padri anaondolea dhambi kwa maneno gani? Padri anaondolea dhambi kwa maneno haya: Mungu Baba mwenye huruma
aliupatanisha ulimwengu wote na nafsi yake kwa kifo na ufufuko wa mwanaye, akamiminia Roho Mtakatifu kwa ajili ya maondoleo ya dhambi. Yeye mwenyewe akusamehe na kukupa amani kwa huduma ya kanisa, nami na kuondolea dhambi zako kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Nani yampasa kupokea sakramenti ya kitubio? Kila Mkristo aliyetenda dhambi kubwa yampasa kupokea sakramenti ya kitubio. Upatanisho. Kitubio, upatanisho ni nini? Hii imerudiwa hii. Sorry. Nani yampasa kupokea sakramenti ya kitubio? Kila Mkristo aliyetenda dhambi kubwa yampasa kupokea sakramenti ya kitubio kila anapohitaji na kabla ya kupokea sakramenti nyingine. Anayetaka kupokea vema sakramenti ya kitubio yampasa afanye nini? Anayetaka kupokea vema sakramenti ya kitubio yampasa kumwomba Roho Mtakatifu, kutafuta dhambi moyoni, kujuta dhambi, kuweka kusudi la kuacha dhambi, kuungama dhambi alizotenda, kupokea maondoleo ya dhambi, kutimiza malipizi aliyopewa na padri muunganishi. Kutafuta dhambi maana yake nini? Kutafuta dhambi maana yake ni kujiuliza moyoni dhambi tulizotenda tangu tulipoungama mara ya mwisho. Tutafute dhambi zetu kwa utaratibu gani? Tutafute dhambi zetu kwa kufuata amri za Mungu na za kanisa, mizizi ya dhambi na wajibu zetu. Kujuta dhambi maana yake nini? Kujuta dhambi maana yake ni kuona uchungu na chuki moyoni juu ya dhambi tulizotenda, na hivi kumwomba Mungu radhi. Kwa sababu gani twajuta dhambi zetu? Twajuta dhambi zetu kwa sababu tumeukosea Utatu Mtakatifu na tunastahili adhabu yake. Na pia bila majuto hatuwezi kupata maondoleo ya dhambi yoyote. Kuweka kusudi la kuacha dhambi maana yake nini? Kuweka kusudi la kuacha dhambi maana yake ni kuazimia kuacha kutenda dhambi na kuapa na kuepa nafsi zake. Kuungama dhambi maana yake nini? Kuungama dhambi maana yake ni kuzitaja dhambi mbele ya padri muunganishi ili zipate maondoleo. Tunalazima kuungama dhambi gani? Tunalazima kuungama dhambi zote kubwa na mara ngapi na mazingira ya dhambi hizo. Yafaa pia kuungama hata dhambi ndogo. Anayeficha dhambi kubwa anakosa nini? Anayeficha dhambi kubwa anakufuru sakramenti ya kitubio. Kutimiza malipizi maana yake nini? Kutimiza malipizi maana yake ni kutekeleza kiaminifu sala au matendo aliyotuagiza padri muunganishi ili kulipa adhabu za muda. Kwa sakramenti ya kitubio tuwapata neema zipi? Kwa sakramenti ya kitubio tuwapata neema hizi: maondoleo ya dhambi zote kubwa na adhabu ya milele, maondoleo ya dhambi ndogo
na adhabu nyingine za muda. Twarudishiwa au kuongezewa neema ya utakaso. Twasaidiwa kuepa dhambi na twapata nguvu za kutenda mema. Twarudishwa tena mastahili tuliyopoteza kwa dhambi kubwa. Alama wazi ya sakramenti ya kitubio ni nini? Alama wazi ya sakramenti ya kitubio ni nini? Alama wazi ya sakramenti ya kitubio ni maungamo ya Mkristo na maneno ya maondeleo anayotamka padri muunganishi. Sakramenti ya mpako mtakatifu wa wagonjwa. Mpako mtakatifu wa wagonjwa ni nini? Mpako mtakatifu wa wagonjwa ni sakramenti inayotolewa kwa wanaoelemewa na mgonjwa na uzee, ili wapate neema ya Mungu ya kipekee na faraja rohoni na mwilini, na hata waponywe ikiwa ni vema kwa wokovu wao. Nani anaweza kupokea mpako mtakatifu wa wagonjwa? Kila Mkristo aliyepata miaka ya akili aweza kupokea sakramenti ya wagonjwa akiwa katika ugonjwa, ajali, operesheni au ukongwe. Nani atoa sakramenti ya mpako mtakatifu wa wagonjwa? Askofu au padri hutoa sakramenti ya mpako wa wagonjwa. Kabla ya kupokea mpako mtakatifu wa wagonjwa, mgonjwa afanye nini? Kabla ya kupokea mpako mtakatifu wa wagonjwa, mgonjwa ajute na aungame dhambi akiweza. Kwa mpako wa wagonjwa, mgonjwa anapata neema zipi? Kwa mpako wa wagonjwa, mgonjwa anapata neema hizi: 1. Nguvu ya kuvumilia mateso na kuyaunganisha na mateso ya Yesu Kristo. 2. Maondoleo ya dhambi zote asizoweza kuziungama. 3. Nafuu ya mwili hata uzima ikifaa kwa wokovu wa roho yake. Neema ya kujiandaa kuaga dunia na kuingia katika uzima wa milele. Alama wazi ya sakramenti ya mpako wa wagonjwa ni nini? Alama wazi ya sakramenti ya mpako wa wagonjwa ni tendo la kupaka mafuta ya wagonjwa na kutamka maneno: kwa mpako huu mtakatifu na kwa pendo lake kuu, Bwana akujaze na nguvu ya Roho Mtakatifu. Amina. Akuondoe katika enzi ya dhambi, akuweke huru kwa wema wake, akupe nafuu katika mateso yako na kukujalia neema. Amina. Sakramenti ya daraja takatifu. Daraja takatifu au upadre ni nini? Daraja takatifu au upadre ni sakramenti inayompa mwanaume Mkatoliki uwezo mtakatifu ili atolee sadaka ya misa takatifu, awashirikishe watu sakramenti, awahubirie na kuwafundisha watu rasmi, awaongoze watu na kutoa baraka. Nani atoa sakramenti ya daraja takatifu? Askofu tu atatoa sakramenti ya daraja takatifu. Nani aweza kuwa padri? Kila Katoliki mwanaume mwenye wito na nia ya kujitoa kusaidia wokovu wa watu na anayekubaliwa na wakubwa wa kanisa anaweza kuwa padri. Wakristo walei yawapasa kuwatendea nini mapadri? Wakristo walei yawapasa kuwaheshimu mapadri, kuwatii katika mashauri ya kidini, kuwaombea na kutimiza wajibu wa kuwatunza. Mapadri wawatendee nini waumini? Mapadri yawapasa wawahudumie waumini na kuwaongoza kwa upendo, wawaheshimu na kuwajali, wawashirikishe katika kazi ya kitume na shughuli mbalimbali za kichungaji, waonyeshe mifano bora ya maisha ya Kikristo kwa maneno na matendo. Sakramenti ya daraja takatifu inaleta nini? Sakramenti ya daraja takatifu inaleta uwezo wa kipadri, neema ya kutimiza vizuri kazi za daraja la kipadri, alama isiyofutika. Alama wazi ya sakramenti ya daraja takatifu ni nini? Alama wazi ya sakramenti ya daraja takatifu ni kuweka mikono juu ya yule anayepewa daraja na kutamka maneno ya sala ya wakfu. Sakramenti ya ndoa. Ndoa ni nini? Ndoa ni mapatano ya mume mmoja na mke mmoja. Ndoa ya Kikristo ni nini? Ndoa ya Kikristo ni sakramenti ya mapatano ya Wakristo wawili, mume mmoja na mke mmoja, kadiri ya sheria ya Kanisa Katoliki, Efeso 5:21-33.
Ndoa imewekwa na nani? Ndoa imewekwa na nani? Ndoa imewekwa na Mungu mwenyewe, na Yesu Kristo ameinua na kuifanya sakramenti. Sakramenti ya ndoa ina mambo gani makuu? Sakramenti ya ndoa ina mambo makuu haya: umoja, yani mume mmoja na mke mmoja; imara, yani haifunguki mpaka kufa; uhalali, yani inafungwa mbele ya padri na kadiri ya sheria za kanisa. Kabla ya kupokea sakramenti ya ndoa utakiwa nini? Kabla ya kupokea sakramenti ya ndoa utakiwa uhuru wa kila mmoja, matangazo ya ndoa, wachumba wawe na nia ya kweli ya kuoana, mafundisho na semina ya ndoa, wasiwe na kizuio chochote cha ndoa, wasikae uchumba na wapokee sakramenti ya kitubio. Watu wa ndoa wana wajibu gani? Watu wa ndoa wana wajibu hizi: wakae pamoja kwa uaminifu mpaka kufa, wapendane na wasaidiane, wapende kupata watoto na wawalee vema mwilini na rohoni. Sakramenti ya ndoa yaleta neema zipi? Sakramenti ya ndoa yaleta neema hizi: moja, yaongeza neema ya utakaso, yaleta neema ya kuyamudu vema maisha ya ndoa na ya familia, yaleta neema ya kudumu katika ndoa mpaka kufa. Alama wazi ya sakramenti ya ndoa ni nini? Alama wazi ya sakramenti ya ndoa ni wachumba kupeana mikono na kusema maneno ya ukubaliano wao mbele ya kanisa. Visakramenti. Kisakramenti ni nini? Kisakramenti ni baraka ya kanisa juu ya watu na vitu. 2. Vitu vyenyewe vilivyobarikiwa, mfano medali, rozari, maji ya baraka, majivu, matawi, misalaba. Kwa nini tunatumia visakramenti? Tunatumia visakramenti kwa sababu vinatusaidia rohoni na mwilini, na vinatukinga na mashetani tukivitumia kwa imani na ibada. Baina ya sakramenti na visakramenti kuna tofauti gani? Baina ya sakramenti na visakramenti ziko tofauti hizi. Sakramenti zimewekwa na Yesu Kristo, visakramenti vimewekwa na kanisa. 2. Sakramenti zaleta neema ya utakaso na maongezo yake. Visakramenti huleta neema ya msaada tu. Sakramenti huleta neema kwa nguvu iliyowekwa ndani ya Yesu. Visakramenti kumbe ni kwa maombezi na baraka ya kanisa. Sakramenti zipo 7 tu, visakramenti ni vingi. Sala. Kusali maana yake nini? Kusali ni kuinua mioyo yetu kwa Mungu na kuongea naye ili kumwabudu, kumshukuru na kumwomba kwa ajili yetu na wengine. Kwa sababu gani kusali ni lazima? Yesu mwenyewe ametuamuru kusali. Pia ni njia bora ya kupata neema na msaada wa Mungu. Yatupasa kusali namna gani? Yatupasa kusali kwa ibada, kwa unyenyekevu, kwa matumaini na kwa saburi. Yatupasa kusali lini? Yatupasa kusali kila siku bila kuchoka, lakini hasa kila siku ya asubuhi na jioni na wakati wa kula. Kila Dominika na sikukuu za amri. Wakati wa kishawishi, wakati wa shida na katika hatari ya kufa. Sala zaleta mapato gani? Sala zaleta mapato haya: zaleta neema nyingi, za tuimarisha ili kushinda vishawishi na dhambi. Za tuunganisha na Mungu, za tudumisha katika kutenda mema. Sala gani ni msingi na muhimu kupita zote katika kanisa? Sala ya msingi muhimu kupita zote katika kanisa ni sala ya Baba Yetu, ndiyo sala ya Bwana. Kwa nini sala ya Baba Yetu ni ya muhimu kupita zote? Sala ya Baba Yetu ni ya sala ya muhimu kupita sala zote kwa sababu ilifundishwa na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Inajumlisha aina zote za sala za Wakristo na maombi yao. 2. Ni muhtasari wa Injili yote. 4. Ni sehemu muhimu ya sala ya kanisa na azimisho la sakramenti. Maneno matatu ya kwanza ya sala ya Baba Yetu yana maana gani? Maneno matatu ya kwanza ya sala ya Baba Yetu yana maana haya: Baba huonyesha imani na furaha yetu ya uhakika kuitwa wana wa Mungu, na Mungu kuwa Baba yetu sisi. Yetu hutukumbusha agano letu na Mungu katika Yesu Kristo, na pia muungano wetu na Ukristo na Utatu Mtakatifu na katika kanisa. Uliye mbinguni huonyesha ukuu wa Mungu, utukufu wake, uwepo wake katika nyoyo zetu na makao yake yenye heri
tunayotarajia. Eleza maana ya maombi 7 ya Baba yetu. Jina lako litukuzwe. Tunataka kila binadamu amtukuze Mungu. Ufalme wako ufike. Tunataka ufalme wa Mungu uenee kwa watu wote na Yesu Kristo atufikie siku ya mwisho. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tunataka kutekeleza mapenzi ya Mungu kama alivyofanya Yesu Kristo. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tunamtumainia Mungu Baba yetu, aliye tegemeo letu katika shida za mwili na roho. Utusamee makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Tunaomba huruma na msamaha wa Mungu na tunataka kuwasamehe wenzetu. Usitutie katika kishawishi. Tunaomba neema ya kuepuka dhambi na kudumu katika hali ya neema, lakini utuopoe maovuni. Tunaomba tushinde maovu yote katika Kristo. Amina. Tunaungama imani yetu kwa Mungu, atatujalia hayo tuliyoomba. Taja mafungu 15 ya Rozari Takatifu. Mafungu 15 ya Rozari Takatifu ni haya: mafungu ya furaha. 1. Maria alipata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. 2. Maria alikwenda kumwamkia Elizabeth. 3. Yesu alizaliwa Bethlehem. 4. Yesu alitolewa hekaluni. 5. Maria alimkuta Yesu hekaluni. Mafungu ya uchungu. Mafungu ya uchungu. 1. Yesu alitoka jasho na damu. 2. Yesu alipigwa mijeledi. 3. Yesu alitiwa miiba kichwani. 4. Yesu alichukua msalaba. 5. Yesu alikufa msalabani. Mafungu ya utukufu. 1. Yesu alifufuka. 2. Yesu alipaa mbinguni. 3. Roho Mtakatifu aliwashukia mitume. 4. Bikira Maria alipalizwa mbinguni. 5. Bikira Maria alitukuzwa mbinguni. Au njia nyingine, mafungu au miongo ya Rozari ya furaha. Uliyempata Bikira kwa Roho Mtakatifu. 2. Uliyemchukua ulipokwenda Elizabeth. 3. Uliyemzaa Bikira. 4. Uliyemtolea Mungu hekaluni. 5. Uliyemkuta hekaluni. Mafungu ya Rozari ya mateso. Aliyetoka jasho ya damu kwa ajili yetu sisi. 2. Aliyepigwa mijeledi kwa ajili yetu sisi. 3. Aliyetiwa miiba kichwani kwa ajili yetu sisi. 4. Aliyechukua msalaba kwa ajili yetu sisi. 5. Aliyesulubiwa kwa ajili yetu sisi. Mafungu ya Rozari ya utukufu. Aliyefufuka, aliyepaa mbinguni, aliyempeleka Roho Mtakatifu. 4. Aliyekuchukua mbinguni. 5. Aliyekutukuza mbinguni.